Usiseme jirani huko umenuna. Mshike mkono mwambie jirani, leo ni sikukuu. Imani kwa wengine wanagopana. Hakuna korona miguuni pa Yesu. Hebu mwambie jirani yako, hakuna korona miguuni pa Yesu. Leo ni sikukuu ya vijana ulimwenguni. Haleluya. Amina. Vijana, haleluya. Amina. Katika historia yangu ambayo nimeipata ya kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni ni kwamba mwaka 2013 ndipo ilipoanzishwa sikukuu kwa mara ya kwanza ya vijana ulimwenguni. Haleluya. Sasa leo tarehe 21 ni sikukuu ya vijana ulimwenguni kote, sio Majachari tu peke yake, sio Mkata wala Mweza, ni ulimwenguni kote. Haleluya. Ushirikiano katika vitendo, hivyo zawadi au kifurushi tulichofungashiwa katikati ya sikukuu ya maombi. Haleluya. Wakati wenzetu wanaposherehekea Idi, wanaposherehekea Pasaka, wanaposherehekea Kwaresima, sisi tumepewa kifurushi cha kusherehekea maombi. Haleluya. Tumepewa kifurushi cha kusherehekea sikukuu ya vijana. Haleluya. Ndio maana waweza ukaona vijana wamependeza, wamevaa sare, waimbaji wamependeza. Hii ni kwa sababu leo ni sikukuu. Kwa hiyo leo sio siku ya kawaida. Vijana wajibika kuliko kawaida. Sasa ndugu yangu, kuna mtu ambaye anawajibika amejikunja namna hii. Vijana wajibika kuliko kawaida. Unaposema kuwajibika, unawajibisha hata mkono wako, unamwambia jirani yako kuwajibika kuliko kawaida. Vijana wajibika kuliko kawaida. Kama nilivyowaeleza ya kwamba masomo haya sio ya kawaida, na ambapo tutaanza na somo la kwanza balo linasema wanafunzi katika matendo. Vijana ukiwa katika harakati zako, ukiwa mtaani, vijana tumechagua upande wa baridi. Biblia inatuambia tuchague upande wa moto, upande ambao hatutatapikwa, maana upande wa baridi utatapika, ila upande wa moto utaiona mbingu. Haleluya. Paulo anasema nalipiga vita vilivyo vizuri na mwendo nimeumaliza. Haleluya. Je, wewe umepiga vita gani vilivyo vizito na mwendo kaumaliza? Kitabu cha Waebrania 12, soma kitabu cha Waebrania 12 fungu la 4 na la 5. Biblia inatueleza ya kwamba hatujapigana vita kiasi cha kumwaga damu. Haleluya. Hatujapigana vita kiasi cha kumwaga damu. Hatujaingia katika maombi kiasi cha kwamba unamshuhudia Roho Mtakatifu anahitajika katika maisha yetu. Haleluya. Hatujapigana vita. Hatujasoma neno la Mungu kiasi kwamba macho yanauma. Hatujasoma. Hatujamshuhudia Mungu nyumba kwa nyumba kiasi cha kwamba viatu vimegeuka. Bila shaka mnawaona wainjilisti akiwa anatembea, ni Biblia na begi lake, suti imepauka, kiatu kimepinda kama korosho, anatembea anasambaza habari njema nini ya wokovu. Lakini vijana utamkuta ni mtanashati, ametulia, amependeza, kama ni pasi imekubali. Na siku hizi wamekuja na msemo unaosema umepoa. Umefanyaje? Umepoa. Kile wazee anasambaza magazeti. Jamani, pendo lisilo kifani, kitabu cha Jipatie Amani Moyoni ni kitabu kizuri, chakula kifaacho kwa ajili ya afya, kifo na ufufuo. Ila vijana tumeamua kuvaa suti, tumeamua kuvaa kitanashati na kutulia majumbani. Somo la leo linasema wanafunzi katika vitendo. Kipindi Petro, Simoni pamoja na Andrea wanaitwa, hawakuwa na vizuizi, hawakuwa na nini. Na hata leo hii Yesu anapotuita tuingie shambani kuifanya kazi, tusiwe na vizuizi,
tusiwe vuguvugu. Leo uko kwenye mpira, kesho uko kwenye nini? Kwenye Injili. Kumbe alikuwa mtu mmoja ambaye anaitwa Mzee Tupatupa. Mzee Tupatupa yeye alikuwa anatamani kote kwa shetani, anapenda. Yaani wakati wa disco ikifunguliwa, Mzee Tupatupa yupo. Wakati wamefungulia speaker zao wanamwabudu Mungu, Mzee Tupatupa na yeye anafanya yupo. Kila buni Mzee Tupatupa yupo. Kono suti Mzee Tupatupa yupo. Kono uchi Mzee Tupatupa yupo. Lakini matokeo yake akashindwa kumuona Mungu. Haleluya. Usiwe kama Tupatupa. Chagua upande. Mkubali Yesu. Hebu tenga muda wako kwa ajili ya maombi. Wokovu ni wako. Na wokovu ni sasa. Mchague Yesu. Maana kitabu cha Yohana 15:5 kitabu changu kinanieleza cha neno la Mungu ya kwamba Yesu ndiye mzabibu wa kweli na ndiye maji ya uzima, maji yaliyo hai. Haleluya! Tukubali kumchagua huyu Yesu, na katika kumchagua huyu Yesu tuenende katika njia alizozipita yeye. Haleluya! Kwa kuenenda katika njia alizopita yeye, tutakuwa wanafunzi tunawajibika kwa vitendo. Haleluya! Vijana tumesahau ibada, hata mahudhurio kanisani. Unakuta wazee ndio ambao wamejaa kanisani. Kwa nini? Kwa sababu kijana anapokuwa katika umri huo, yeye anachokisema ni kwamba pindi nitakapokuwa mzee nitaanza kusali, maana nitakuwa karibu na kufanyaje? Kulala. Lakini yamkini hata katika nyakati za uzee hautafika. Uzee ni baraka vijana. Niwaambie, uzee ni nini? Na ndio maana hata Biblia inasema ya kwamba aheshimuni baba yako na mama yako ili siku zako za kuishi zipate kuwa nini? Ni baraka. Kuishi ni baraka. Haujui kesho yako. Kijana, unaweza kusema kwamba siku nikishakuwa na watoto ndio nitaanza kusali. Siku nikiolewa ndio nitaanza kusali. Siku nikishakuwa mzee natembelea mkongojo ndipo nitaanza kusali, au ndipo nitafanya kazi ya Mungu. Lakini haujui siku wala saa. Moja, ya kuja kwa Yesu. Mbili, umauti utakapo kukukuta. Maana neno la Bwana nasema binadamu ni kama nini? Ni kama maua, muda wote anachanua na kufanyaje? Na kunyauka. Unazaliwa, unakuwa, lakini hatima yako, destination yako ni kifo. Na kwa sababu haujui saa na wakati wa kufa, basi jihusishe katika Kristo. Acha kuwa kama Tupatupa, kuwa kama kina Simon ambao hawakuweka vizuizi katikati ya kumtafuta Bwana.